Mama. Yaani unashinda kulala kwa sababu yangu mimi? Nilikuwa nakusubiri wewe kwa sababu nilivyoondoka mchana hapa nilikuwa na mtoto wa watu. Nimekukuta huko na mtoto wa watu hapa, umenichanganya. Mama, kumbe kuhusu hilo tu. Nasema. Yule ni mpenzi wangu. Nani? Ni mpenzi wangu mama. Ndio mlivyovisoma? Mama, nimeshakuwa mtu mzima. Ndio mlivyovisoma? Kwamba yule binti unamleta huko ndani kwangu. Kwamba Ina maana mimi sipaswi kuwa na mpenzi au sipaswi kuwa na mke? Sipaswi kuwa na mtu ambaye nampenda? Yule mtu wangu, yule ni mpenzi wangu. Na siishi kwenye upenzi, nataka awe mke wangu. Ndio maisha mnayofundishwa na kuuliza? Au ndio uhuru mnaokuwa nao unarudi mpaka usiku? Mimi nikaenda kusubiri hapa kwenye kiti mpaka nasinzia na kusubiri. Ndio maisha mnayofundishwa? Mama. Kufundishwa na kusoma mapenzi, kwani nini? Ni vitu vitatu tofauti hapo. Unataka kunikatisha tamaa. Na imani inaanza kupungua hata kwenye hela. Wa haya ndio yaona mchana. Hapana, swali. Hapa. Huu uhuru umepita kiasi. Na hii tabia sitaki kabisa nyumbani kwangu. Unanigongea mimi mlango? Unanigongea mimi mlango? Mama. Nataka kukwambia hivi, mimi ndio mama yako. Na nitabaki kuwa mama yako. Lakini kwa hizi tabia sijapenda na sitaki. Sitaki. Mama. Mama. Lakini ni mpenzi wangu. Na mama bwana. Ina maana hataki niwe na mtu wangu, hataki niwe na mke wangu, hataki niwe na familia. Yeye mwenyewe anajua kabisa kwamba mimi ni mtoto wake peke yake hapa nyumbani. Mume wake alifariki, amemwacha mwenyewe, ametuacha mimi na yeye. Mama bwana. Mimi mwenyewe natamani kuwa na watoto, niwe na mke wangu, yeye mwenyewe awe na wajukuu wake. Mama. Kitanyamkapo napiga goti nasali, namuomba Mungu niendako mambo yawe shwari, maneno na fitina ya wanadamu vikae mbali. Mr. Chataka, mimi naendelea kufurahi kwa sababu
kampuni zetu zinaendelea vizuri. I think hata hapa kunaendelea vizuri. Yes, of course. Naweza kusema naendelea vizuri au siendelee vizuri. Nashukuru na namshukuru Mwenyezi Mungu. Mpaka hapa tulipofika, ujue umenishika mkono pakubwa. So that's why nasema asante. Kwa hivyo sina budi kusema kushukuru na tuendelee kushikamana. Mimi niko tayari na naweza kusema naenda siendi wala nashukuru. Okay. By the way, niko wapi? Kimbie. Sawa. Tumekaa muda mrefu. Karibu. Karibu tena. Asante. Mwanangu. Naam. Hivi tangu umerudi, naona ni simu tu. Hamna mama. Sio, unajua mambo ya mitandaoni. Sometimes ni kwamba tunaangalia dunia inaendaje. Vipi swala la kazi, kwa sababu umesoma mwanangu na vyeti unavyo. Unafuatilia au unatafuta? Kuhusu kazi nafuatilia mama. Mama, siwezi kukuangusha, na maana uniamini. Nakuamini mwanangu. Mimi natafuta kazi na tayari nishaongea na rafiki yangu, ameniambia ana uwezo wa kunisaidia. Lakini mimi nakuaminisha wewe mama yangu. Umenilea toka utotoni mpaka umri huu. Mimi naamini siwezi kukuangusha kabisa. Kuhusu masuala ya simu, tunachezea ndio. Tunajua anasema utandawazi. Tukiangalia kidogo, ina maana tunakuwa tuna refresh to mind na nini hivyo, lakini sikuangushi kwa lolote kuhusu masomo yangu na wala siwezi kukufelisha kabisa mama. Na istoshe vyeti vyangu umeshajua kabisa vinaruhusu kwenda wapi, kwenda kufanya kazi gani. Mama, mimi siwezi kusukuma toroli. Siwezi kwenda kufyatua tofali. Wala siwezi kufanya kazi ngumu. Tayari mama yangu amenipambania na namshukuru Mungu uko hai. Kwa hiyo kama vyeti vyangu vinaruhusu kuwa daktari, vinaruhusu kuwa ni mtu wa kuendesha magari, vinaniruhusu kwenda kufanya kazi fulani ambayo mimi naona iko vizuri. Kwamba unataka kusema kwamba huwezi kufanya shughuli yoyote? Ukisema hivyo sasa unanitesa, kwa sababu huwezi hata kunipata shambani kusimamia vibarua. Sio maana? Hamna mama. Kwa maana hiyo hela niliyoitoa yote usipopata kazi ni bure. Sio maana? Kama nilivyokuambia tayari tushapata vyeti. Tayari kazi yangu naijua kwamba mimi natakiwa nifanye kazi gani. Unajua. Habari yako? Naona umeamua leo kuingia kwenye ofisi ya madaktari. Nimemkuta. Nadhani bosi katoka. Sasa ndio darunia tunatuambia shida kwa nani. Tunaweza kukusaidia. Hapana. Shida yangu ilikuwa ni kukutana na Madam Joyce. Ila sio shida. Next time. Yaani mpaka hapo umenichanganya. Na unapoingiza swala la pesa, ina maana hata pesa anaitumbukiza. Sio maana pesa anaitumbukiza. Hiyo pesa unaitaka nini kikuuliza? Unaitaka nini baba? Ni hela ndogo tu lakini mama. Sawa, hakuna hela ndogo. Au nahisi nabaliza siti zako. Hamna. Mtoto ni mtoto, utafanya nini? Maana narejea tunaangalia kwamba takupa, kwa sababu nilikotoka ni mbali na hakuna mwingine wa kusaidia zaidi yangu. Takupa hiyo hela mwenyewe. Mimi nitashukuru sana. Lakini nikuombe. Ndio. Usiwe kama watoto walioko kula yao. Sitaki. Nikupe hiyo hela afu ipeleke sehemu nyingine. Sitaki. Haina shida mama. Basi mwanangu, haina shida. Nitakupa hiyo hela. Sawa mama. Nilikuwa nachezea simu hapa, nilikuwa napoteza toka muda. Leo nilikuwa nataka kwenda sehemu. No, kuna mtu nataka kwenda kuonana naye.
Natoka kidogo. Yeah. Bosi akiniulizia mwambie kwamba narudi muda saa mrefu. Hamna kitu. Sawa sawa. Alafu kuna zile documents nitakupatia. Okay, zile. Yeah, hebu naomba ujitahidi. Ninaporudi nikute ile kazi iko tayari. Hamna shida, kufanyia kazi. Okay, sawa. Sawa. Binti si ndiye aliyeniteka huyu? Nimekuwaje anashirikiana na watu wa bosi? Hivi nikimwambia bosi itakuwaje? Mbona wamenichanganya sana? Vipi hawa? Au bosi uko pamoja nao? Hapana. Taona cha kufanya. Na wasiwasi kabisa na yule dada nao watu wake hao alionao kikundi kile. Sio sahihi kabisa. Mungu wangu. Ndo aliyeniteka huyo, sio mwingine huyo. Mungu nisaidie. Taongea na bosi. Kabisa, taongea na bosi. Siwezi kukubali kabisa. Tumeongea mengi, ila pole kwa kupoteza hiyo faida. Lakini na mimi hakuna kitu shindikana. Ujue zile pesa ulinipatia kijana wangu, I don't know what can I say, but nimeibiwa. Sasa sijajua nimeibiwa katika mazingira gani, zimepotea. Kwa hiyo siko sawa. Afu ujue ni pesa nyingi kiasi kikubwa. By the way, kampuni inaenda na wewe bado upo. The boss ready, so that's why nakushukuru. Tutapambana. By the way, nikutakie kazi njema. Okay, asante. Mr. Chatasi. Kuna vipi? Yeah. Unatakiwa ukae chini utafakari. Inawezekana kwa kuna kitu nyuma kazi yako. Kuwa makini na vijana wako. Inawezekana kila kitu kinatokea wewe tu. Kwa vijana wangu? Anyway. Kuwa makini tu. Nimeshaelewa. Haya. Karibu. Mama. Na maana leo tumeamua tulie sebuleni hapa. Kwa maana mimi ninachokijua wewe unapenda kutulia hapa sebuleni. Hii ni nyumba yetu. Ndio maana nikwambia nitakupa surprise ni pamoja na hii. Mama naye. Kweli? Hii nyumba yetu mwanangu. Tunaamua ndio tutakamua kulia hapa. Tukalia sebuleni. Sebule dogo hata nje. Ninapopenda ugali. Ndio asikia. Mnakwenda kusoma ndio mnajifunza. Afu kule umenikumbusha. Nilipokuwa shuleni kule Dar es Salaam. Yaani chakula chetu kikubwa
mimi na rafiki zangu ilikuwa ni chips. Ulikuwa ni gani? Ulikuwa unaniagizia ndio mahindi na maharage. Lakini nilichokuwa nakifanya utacheka. Nilikuwa nachukua mahindi na maharage nampelekea rafiki yangu, ananipatia pesa, naenda kununua chips. Ndio maana una nguvu wewe. Nina nguvu. Unataka kupigana na mjomba? Napigana. Kwa haya. Tena na vile ndevu zake zile. Kwa haya. Napigana vizuri. Kwa chips na nyanya. Jitahidini kula ugali. Navuta ndevu. It's more to be. Kitanyamkapo napiga